Naam, shukran kwa Mwenyezi Mungu tumepatana tena na kwa wale wanatazama video mara ya kwanza, mimi ni ule mungwana niliyejifunga minyororo kwa gate ya Naibu Rais, na naomba ieleweke na kwamba sikufanya hivyo kwa sababu ya ukosefu wa nidhamu. Nilifanya hivyo kwa sababu ndio ilikuwa njia ya pekee ya mimi kuweza kumfikia Mheshimiwa Naibu Rais, na mpaka wa leo bado sijapata kusaidika na ahadi ambayo alitoa Mheshimiwa Rais mwenyewe. Na kutokana na hayo ndio nikaonelea pengine tuanzishe mchakato wa kuweza kuelezea hali halisi ya yale yaliyojiri. Ndio naona nikatengeneza video ya kwanza, utapata pale YouTube na TikTok, ambayo inaelezea kwa nini nilijifunga minyororo kwa gate ya Naibu Rais. Na kwa ile video ya kwanza nilieleza kwamba tutatengeneza nyingine ya pili ambayo ni hii hapa sasa, kwamba ni kwa nini ilikuwa jinsi ilikuja ikakuwa. Na nakumbuka pale tuliachia kwamba mahali sasa safari yangu ilikuwa ni kuelekea Harambee House Annex siku iliyofuatia, ambayo ilikuwa sasa ni tarehe 22, kwa sababu nilionana na Naibu Rais akitoa hiyo ahadi maagizo tarehe 21 June hiyo 2017. Na nilipokwenda pale Harambee House Annex nilipata kuonana na Bwana Ambassador Ken Osinde, na tukawa na mazungumzo pale third floor, na akaonyesha nia njema, na kweli Ambassador Osinde akajaribu kupiga simu moja mbili hivi, na niliona ni kama alikuwa anapiga kwa baadhi za kwa director, baadhi ya wakurugenzi, lakini ikatukia kwamba hawakuwepo ofisini wakati huo, kwa kigezo ya kwamba wamesafiri kwenda mashinani ili kuweza kujumuika katika harakati za kupigia serikali debe wakati huo. So Bwana Osinde akaniomba kama anaweza rejea pindi tu baada ya uchaguzi, na kwa bahati mbaya uchaguzi huo kama mnavyokumbuka ilirejelewa, uchaguzi wa 2017 mpaka pale 2018. Na pindi tu baada ya uchaguzi nilirejea katika mchakato wangu wa kuonana na Bwana Ambassador Osinde, ndio at least galau niweze kupata kusaidika kama vile Mheshimiwa Naibu Rais Daktari William Ruto alivyokuwa ameahidi. Na ikawa vigumu kupatana naye moja kwa moja, na kumbuka hapo ilikuwa ni mwaka wa 2017 tarehe 22, na nikaweza kuonana na Ambassador Osinde tena tarehe 29 mwezi wa Mei 2018. Hiyo ni mwaka moja baadaye, na hii haikuwa rahisi tu vile, ilitokana na juhudi za Bwana Martin Mwiti pale niliporudi kwa Mwiti mwenyewe, na ikawa bahati nzuri nampata siku hiyo, naye ako na shughuli katika ofisi ya Bwana Ambassador Ken Osinde, na nikamwelezea masaibu yangu, ndio Bwana Mwiti akaonelea ni vyema tuandamane pamoja naye ndio amkumbushe Bwana Osinde kuhusu swala langu, gizingatiwa kwamba tayari imekuwa ni safari ya panda shuka ya mwaka mzima. Na nilipofika huko kazungumza tena na Bwana Osinde, lakini mara hii kumbuka hiyo ni mara ya pili baada ni kwa sababu ndio tuachane na Bwana Osinde kabla age dunia. Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi. Nilikuwa nimekwisha kutana naye mara 4. So nilipopitia kwa Mwiti tukaenda, sasa ilikuwa ni mara ya pili, na raundi hii ikawa hadithi imebadilika, kwa sababu sio ajira tena, wameshauriana, kwa sababu nilipata kama watu 3-4 pale. Huyu Bwana Ambassador Osinde mkubwa, msimamizi wa wafanyikazi ambaye alikuwa ni mkurugenzi wa wafanyikazi, Human Resource Director, na Mwiti, na ikawa kwamba maamuzi yamefikiwa ya kwamba wanitafutie hela ili waweze kusupport ka project kangu ambayo nilikuwa nayo ya Kakinyuzi. Niliwahi mtajia Bwana Osinde kama ni hustle yangu wakati huo nikifanya pale Makongeni. So nafikiri walirejelea hapo, wakaona hiyo ndio njia tu wanaweza support, na mimi sikubaliana naye kwa hilo, lakini walivyozidi kusisitiza ndipo sikuwa na lingine bali kuwafichulia fikra zangu ambazo nilikuwa nazo kuhusiana na hiyo biashara,
kwa sababu kimbele nilikuwa tayari nimesha develop kitu inaitwa business plan. Nilikuwa na maazimio ya kuweza kupanua hiyo biashara, lakini sio kwa wakati huo au hata kupitia hiyo mpenyo wa mazungumzo na Bwana Osinde. Lakini kwa vile walisisitiza na nikamwomba Bwana Osinde kama anaweza mletea baadaye mpango hiyo business plan ndio aweze kuona. Akasema haina haja, lakini ni vyema tu niwaambie inahitaji pesa ngapi. Basi ndio nikamwelezea kwamba inahitaji takriban kama 1350, lakini yeye akaona hiyo pesa ilikuwa mingi sana, kwa sababu alisema hiyo pesa utaenda kwa boma ya nani ndio upewe pesa kama hiyo. Lakini badala yake walikata kauli ya kwamba wao ndio watachanga hiyo pesa, ile kidogo watapata ndio wapee mimi niweze kuendeleza na kupanua hiyo biashara. Na kumbuka hiyo ilikuwa ni Tuesday, na akaniambia ni kuje nirudi siku gani? Thursday 31st, hiyo ni mwezi wa 5 2018. Na basi tukawachania hapo, lakini wakati nilikuwa naondoka kutoka katika ofisi, akaniambia hiyo pesa tunakupea na usiende kukula hiyo viti yako yenye unakulanga, unasikia? Jesus Christ of Nazareth. Sasa na hii ni lugha ambayo kuna baadhi ya mahasidi. Unajua kutoka katika familia ya siasa ni gharama. Aswa kama mtu kama jamii ndogo ya kwetu huko pande ya Teso. Kuna baadhi tu ya watu ambao ni wahasidi ambayo miaka na mikaka wamekuwa wakituchafulia jina watoto wa mzee Oduya Prong kwa lugha chafu kama hiyo. Hiyo lugha inatoka huko kwetu. So nikashuku hapo either kuna mazungumzo fulani imeendelea either kati yake na baadhi ya hawa maasidi. Lakini anyway, hiyo tutazungumza hiyo siku nyingine. Basi niliporudi hiyo siku kama vile alikuwa ameniambia, nikarudi hiyo siku iliyofuatia, ilikuwa Thursday, nikapata secretary wake Madam Emily, mwanamke mkarimu sana. Mungu amzidishe mahali popote yupo. Ikasemekana mdosi amesafiri kwenda Kinuru mbele ya rais na naibu wake kwa sababu ya sherehe ya maandalizi ya sherehe ya madaraka. Basi nikaambiwa nirudi the following week kwa sababu hakukuwa na kitu yote imeachwa pale. So nilivyorudi huko siku wiki iliyofuatia Tuesday the next week, nikapatana na Ambassador Ken Osinde, akasikitika na akaoia radi sana na akasema nirudi Thursday, yani siku moja baadaye mbele yake. Niliporudi huko ikapatikana kwamba hakuna hela imeachwa. Ingawaje hela yenyewe hata sijui ni ngapi. Mimi wakufuata tu. Pengine nilidhania ni ile 350,000 amekubaliana nayo. So nikarudi, ndio Ambassador Ken Osinde akaomba kwa unyenyekevu, tafadhali niwe na subira, nivumilie kidogo nisiwape pressure. So nikapeana pressure, nikarudi baada ya wiki mbili. Niliporudi huko ndio Bwana Osinde mwenyewe akatoka kwa ofisi yake, akakuja ameshika barua yangu ambayo nilikuwa nimemwandikia, akamwambia secretary wake Madam Emily nipeleke moja kwa moja mpaka kwa ofisi ya Bwana Ruben Maiyo pale second floor. Na tukaenda na Madam Emily, tulipofika huko tukapata secretary wa Bwana Ruben Maiyo. Ruben Maiyo ndiye private secretary wa deputy president wakati huo, hata sasa yeye ndio private secretary wa president. Na secretary wake huyu Madam Angela ndio linaonyesha tena mambo. Kwa maana ilikuja ikawa kizungumkuti mimi kuweza kumfikia Bwana Ruben Maiyo. Lakini mwaka mmoja baadaye ndio niliweza kumwona Bwana Ruben Maiyo. Tukutane kwa video ya sehemu ya 3. Niwaelezee yapi yaliyojiri baina ya mazungumzo yangu na Bwana Maiyo. Asante na Mungu awarehemu.